kwamba kwa Bwana ndiko kuna usalama, kwa Bwana ndiko kuna ushindi, kwa Bwana ndiko kuna uzima, kwa Bwana ndiko kuna amani. Jamani, hebu tukusudie, tutafute, tutamani kuzijua siri za Mungu. Unapotembea njiani, unapokuwa nyumbani mwako, unapokuwa kazini mwako, unapokuwa ibadani, hebu kusudi lako tamani kuzijua siri za Mungu. Muombe Roho Mtakatifu kwamba akusaidie kuzijua siri za Bwana, kuzijua siri za Mungu, kuwa na macho ya rohoni, kutazama mambo kama Mungu anavyotazama, kutafsiri mambo sawa sawa na uongozi wa Roho Mtakatifu, kutafsiri mambo sawa sawa na uongozi wa Roho Mtakatifu. Tunaona hawa watumishi wa Mungu waliweza kukaa vizuri, wakaweza kutafsiri mambo. Hata Yesu alivyozaliwa hawajahangaika, kwa sababu Mungu alishashirikisha siri ndani yao, alishasema nao, alishaongea nao kabla. Ni vizuri kuishi maisha ambayo yanakuwa na siri za Mungu. Ni muhimu sana kwa Mkristo kuwa mwenye siri za Mungu, kuwa mwenye siri za Mungu, kwa sababu bila hivyo utaleta aibu kanisani. Utakuleta aibu kanisani, utaongea mambo ya aibu, utaongea mambo yasiyojenga. Lakini pia utakuwa msumbufu kwenye kundi, kwani kutokuwa na macho ya rohoni ni karibu sana na kuipungukia neema. Unakuwa msumbufu tu kanisani, kwa sababu yani hauna siri za Mungu, hujui hata mwelekeo wa kiungu, huna uongozi wa Roho Mtakatifu. Unakuwa msumbufu. Mambo ya kiungu unakuwa unayapinga tu, unayachallenge, unayasumbua. Mambo ya kanisa unasumbua. Kwa nini? Hauna siri za Mungu. Uko gizani, uko kipofu. Mungu hajakusudia uwe kipofu kwa jina la Bwana. Mungu anaweza kukupa macho ya rohoni. Nami nasema Bwana akupe macho ya rohoni. Haleluya. Ili uweze kuwa baraka, usio msumbufu kanisani. Watu wengine baada ya kushirikiana, kushikamana, kufanya kazi ya Mungu, wanakuwa ni wasumbufu. Natafuta kuligawa kundi la Mungu, unakatisha tamaa kazi ya Mungu. Kwa hiyo ni hatari sana. Hata mambo sahihi ya Mungu hawezi kuelewa. Unafanya kazi ya Mungu kwa mateso na shida kubwa, kwa sababu haujafunuliwa. Roho Mtakatifu akufunulie kwa jina la Yesu. Mungu afungue fahamu zako, afungue macho yako ya roho, uweze kumjua Mungu. Siishi kawaida kama watu ambao hawajaokoka. Ni rahisi kukatisha watu tamaa kwenye kazi ya Mungu, kama wale wapelelezi kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 13. Unakumbuka kwamba walitumwa, Musa aliwatuma wapelelezi wakapeleleze nchi. Sasa wengine walikuwa 12 waliokuja na habari njema za kutia moyo ni wawili tu, Joshua na Caleb. Wengine 10 wakaja na habari za kukatisha, wale watu ni majitu, ni makubwa, wanakula watu, ni hatari, hayawezekani. Kwa nini? Pofu. Unakuwa unaogopa kazi ya Mungu, unakatisha tamaa. Kila kitu kinachotangazwa kanisani kwamba tufanye, unaweka vikwazo, unaona haiwezekani. Kwa nini? Sababu ni kipofu. Mungu akupe macho ya roho katika jina la Yesu. Sema amen. Jamani, haleluya. Haleluya, haleluya. Kupitia maandiko haya nataka nikushirikishe mambo kadhaa ambayo tunaweza tukajifunza, mambo ambayo tunaweza tukazingatia, tukawa watu ambao tunaweza tukashirikishwa siri za Mungu. Sifa za Mkristo au mtu ambaye Mungu hushirikisha siri zake. Sifa za Mkristo ambaye Mungu hushirikisha siri zake. Siri ya kwanza tunaiona kupitia mtumishi wa Bwana huyu Simeoni.
Biblia inasema ya kwamba alikuwa ni mtu mwenye haki. Ni mtu mwenye haki. Kama unaandika mtu mwenye haki. Kuwa mtu mwenye haki. Kuwa mwenye haki. Mwenye haki maana yake nini? Ni mtu ambaye ameokoka kweli kweli. Ameokoka, ameamua kuokoka. Amebadilika, ameacha dhambi na anaishi maisha matakatifu, maisha ya Kikristo, maisha ya kilokole yanampendeza Bwana. Haleluya! Kuishi maisha ya ushuhuda mzuri machoni pa Bwana, machoni pa Mungu na mbele za watu. Ni ile hali ya kuishi maisha ya uadilifu. So unakuwa mnyenyekevu kwa sababu uko kanisani, unakuwa mwema kwa sababu kanisani, lakini ukitoka huko unakuwa hatari. Hapana. Jamani, ni mtu mwenye haki, alisimama na Mungu. Nilishakwambia kwamba hiki kipindi ambacho alikuwepo kilikuwa kipindi kigumu ambacho watu walikuwa wamjui Mungu. Lakini akasimama na Mungu. Akasimama kwa ahadi za Mungu. Akasimama kwa ahadi za Mungu. Akasimama kwa ahadi za Mungu ya kwamba kile ambacho Bwana ameahidi lazima atakitimiza. Akatii sheria ya Mungu, sheria ya Musa, akatii, akasimama nayo. Hivyo hivyo Mungu akaweza kumpa siri zake. Mwenye haki. Biblia inasema ya kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Hataishi kwa imani. Mwenye haki ni yule mtu ambaye amehesabiwa haki na Mungu. Unahesabiwa haki kwa kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni yale maisha ya uchaji, maisha ya kumcha Mungu, kusimama sawasawa na mapenzi yake. Hata kama uko kwenye mazingira magumu, hata pale kazini kwako pengine mazingira ni magumu, hayasapoti maisha ya wokovu, lakini bado unatakiwa uishi maisha matakatifu kwa sababu wewe ni mtu mwenye siri za Mungu. Kiishi maisha matakatifu, Roho Mtakatifu atapata nafasi ya kuangazia maisha yako, ukazijua siri za Mungu, ukajua makusudi ya Mungu, ukayajua mapenzi ya Mungu. Siishi maisha wokovu wa kusuasua, wokovu wa kusuasua. Hapana, ishi maisha ya wokovu thabiti. Lakini pia huyu mtu inaonekana aliishi maisha ya imani sahihi na thabiti. Sifa ya Mkristo ambaye Mungu anashirikisha siri zake ni kuwa na imani sahihi na iliyo thabiti. Sahihi kwa maana ya kwamba imejengwa juu ya mwamba Yesu Kristo na juu ya mafundisho mazuri ya neno la Mungu. Lakini pia ni thabiti kwa maana yanawezeshwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo huyu mtu anaendelea na imani vizuri, ni imara, sio dhaifu. Sio imani dhaifu, imani imara yenye kusonga mbele katika nyakati zote. Katika nyakati zote kama akina Nuhu waliendelea mbele, katika vipindi vigumu wakaendelea mbele, wakaendelea mbele. Endelea mbele na wewe katika imani. Mungu atasema na wewe, atasema na wewe. Lakini kama unakuwa wale watu ambao mwezi huu yuko kanisani, mwezi ujao hayupo, ni ngumu sana kusikia sauti ya Mungu. Ni ngumu sana Mungu kushirikisha mambo yake. Hawezi. Anataka watu waliotulia, watu waliodhamiria kutembea na yeye, watu waliodhamiria kuishi na Mungu, kumwabudu Mungu. Haleluya jamani, haleluya. Tembea na Bwana vizuri, simama imara. Tuko kwenye nyakati ngumu ambao watu hawamtaki Mungu, lakini wewe kwa sababu Mungu atakushirikisha siri zake, utasimama imara, utadumu kwenye wokovu siku zote. Lakini jambo lingine
Biblia inasema ya kwamba alikuwa mcha Mungu, mcha Mungu. Ule mstari wa 25 anasema naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu. Mcha Mungu. Kumcha Mungu ni kumheshimu. Kumcha Mungu ni kumpenda Mungu. Kwa hiyo alimpenda Mungu. Jamani, ukimpenda Mungu atasema na wewe, atakuwa rafiki yako, atakushirikisha siri zake. Hata wewe mwenyewe unaye mtu ambaye unampenda, ambaye unapenda kumshirikisha yale mambo yaliyoko ndani yako, kwa sababu unampenda yule mtu na unamwamini. Hivyo hivyo Mungu wetu anatafuta watu anaompenda ili aweze kushirikisha mambo yake. Anasema kwenye kitabu cha Mithali sura ya 8 mstari wa 17, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Jamani, Mungu anaonekana, Mungu anatenda, Mungu anaweza, Mungu anajibu, Mungu anasema na sisi, lakini pale ambapo tutaonyesha moyo wa kumpenda na kumtafuta kwa bidii. Jambo lingine, huyu mtu alikuwa anaishi maisha ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Maisha ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Alikuwa anaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mkristo ambaye Mungu hushirikisha siri zake ni yule mtu ambaye ana muda wa kutafuta uongozi wa Roho Mtakatifu. Unajua changamoto iliyopo ni kwamba tumekuwa wabinafsi. Wakristo tumekuwa wabinafsi sana. Tunataka tu tumtumie Mungu atusaidie, tumtumie Mungu atuponye, tumtumie Mungu atubariki, tumtumie tulinde na mapepo, tumtumie Mungu atusaidie katika hayo. Lakini sisi hatuko tayari kusimama kwa ajili ya majukumu yake. Hiyo ni changamoto. Pamoja na Mungu kukuponya, pamoja na Mungu kukufungua, pamoja na Mungu kukulinda, pamoja na Mungu kubariki kazi za mikono yako, lakini bado anataka na wewe ushiriki kwenye ujenzi wa ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20. Biblia inasema ya kwamba Yesu anasema kupitia kinywa cha mtumishi wa Bwana Yohana, tazama nasimama mlangoni na nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Huyu ni mtu ambaye anaongozwa na Roho Mtakatifu. Ni rahisi kusikia nini? Sauti ya Mungu, akafungua mlango, Mungu akaingia kwake, naye akala naye, pamoja naye, na kuwa pamoja naye. Jamani, tuishi maisha ambayo yanayo Mungu ndani. Tuishi maisha ambayo yanayo Mungu ndani. Tuishi maisha ambayo yanayo Mungu ndani. Haleluya. Hujakusudiwa kuwa Mkristo tu jina. Hapana, huo sio Pentekoste. Sio Pentekoste, sio ulokole huo. Popote pale ninapokuwa, Mungu anataka niwe pamoja naye, awe ndani yangu. Na uzuri ni kwamba Mungu wetu ni Mungu mkubwa sana, kiasi kwamba anajaa dunia nzima, yupo kila mahali. Lakini pia anaweza kawa Mungu mdogo kiasi kwamba anaweza kaingia ndani ya moyo wangu na ndani ya moyo wako. Anaweza kaishi ndani ya maisha yako. Hebu mpe Mungu nafasi. Uwe mtu wa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Acha kuongozwa na mawazo yako tu. Acha kufuata sauti za dunia hii. Fuata uongozi, tafuta kufuata uongozi na maelekezo ya Roho Mtakatifu. Maelekezo ya Roho Mtakatifu. Ya Roho Mtakatifu. Lakini tukihamia kwa yule mtumishi wa Mungu Ana, tunaona sifa zake. Naye alikuwa mtu ambaye aliishi maisha ambayo yangeweza kuruhusu Mungu kushirikisha siri zake
Jamani, Mungu anaweza kutushirikisha siri zake. Huyu mama huyu, yeye Biblia inasema ya kwamba alikuwa haondoki katika hekalu. Alikuwa amekusudia kukaa nyumbani mwa Bwana, kama Daudi anavyosema ya kwamba neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utafakari uzuri wake, ni utafakari wema wake. Kukaa nyumbani mwa Bwana, hata kama una shughuli nyingi, tafuta muda wa kukaa nyumbani mwa Mungu. Acha kukosekana ibadani. Huyo mtu ndiye ambaye Mungu atampa siri zake. Tuache kumbania Mungu muda. Tumpe Mungu muda wa kutosha. Pamoja na kwamba una biashara nyingi, una kazi ambayo imekubana, lakini bado Mungu anakuhitaji kwenye nyumba yake ili uweze kuwa Mkristo ambaye Mungu anaweza kumpa siri zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haondoki hekaluni. Yule mama alikuwa amekaa hekaluni akiomba. Alikuwa akiomba. Anasema alikuwa haondoki hekaluni ila huabudu usiku na mchana. Alikuwa mtu wa ibada, huabudu usiku na mchana. Kuwa mtu wa ibada. Acha kuzoea ibada. Ibada ina matokeo. Mambo ya Mungu hayapatikani kirahisi. Ni mpaka ulipe gharama ya kuwepo nyumbani mwa Mungu kila wakati. Unakuwepo nyumbani mwa Bwana, unahakikisha kwamba ukosi ibada. Unakuwa na muda wako binafsi pia wa maombi, wa kwenda mbele za Mungu, kwa sababu wewe ni mtu ambaye Bwana amekusudia kushirikisha siri zake ndani yako. Jambo la mwisho, huyu mama alikuwa anafunga na kuomba. Alikuwa anafunga na kuomba. Maombi ya kufunga. Maombi ya kufunga. Acha kuogopa kufunga. Unatakiwa Mkristo ufunge na kuomba. Haujakusudiwa kula miezi yote 12 ya mwaka, hata siku moja hujawahi kufunga jamani. Maombi yanaitishwa ya kanisa kwa ujumla, hauji. Hauna muda wako, hauna hata siku zako za kutenga wewe mwenyewe kufunga na kuomba. Hiyo ni changamoto. Huyu mama yeye alikataa hiyo hali. Alikuwa ni mama tu, ni mama tu, ni mama tu kama mama wengine. Tena alikuwa mjane, lakini alipata muda. Alikuwa yeye amekusudia kwamba mtu wa kufunga na kuomba. Jamani, maombi ya kufunga na kuomba yana matokeo. Yanamruhusu Roho Mtakatifu kusema na wewe, yanamruhusu Mungu kusema na wewe. Hebu uwe yule mtu ambaye Mungu angesema naye. Tamani kuwa yule mtu ambaye Mungu angemshirikisha siri zake. Tamani kuwa yule mtu ambaye Mungu angemimina Roho wake Mtakatifu ndani yake. Roho Mtakatifu angefurika ndani ya maisha yake. Naomba usimame pale ulipo, tukamwombe Bwana sasa, kama ana alivyokuwa muombaji, kama ana alivyokuwa muombaji, na sisi tukamwombe tena, tukamwombe tena, tukamwombe tena Bwana. Mungu anaweza kukushirikisha siri zake, siri za ufalme wa Mungu, ukatembea tofauti kabisa na dunia inavyotembea, ukaishi tofauti kabisa na vile wale wasiomjua Mungu wanavyoishi. Kwa sababu gani? Wewe ni mtu wa viwango vingine, umejaa Roho Mtakatifu, una mawazo ya kifalme, una mawazo ya kiungu, una ufahamu wa Roho Mtakatifu, una uelewa wa Roho Mtakatifu, una uelewa wa Roho Mtakatifu, una uelewa wa Roho Mtakatifu. Tunapokwenda kumwabudu Bwana na kumwambia Bwana, narudi, ule wimbo narudi kutoka mbali, hebu azimia kwamba Mungu akushirikishe siri zake. Tamani. Kweli una mipango mingi, ni kweli una mikakati mingi, lakini nataka nikutie moyo. Moja ya mipango ambayo natakiwa kuweka ni kuwa na muda na Mungu, ili uwe mtu ambaye Mungu angeshirikisha siri zake. Uweponi
kama ungetamani Mungu akushirikishe siri zake, usisite kuja hapa mbele. Inawezekana unahangaika sana, kuna sauti nyingi zinakuchanganya, ndoto mbaya zinakusumbua. Mungu anaweza akakufungua ukawa mzima na ukawa yule mtu ambaye unasikia sauti ya Roho Mtakatifu. Inawezekana pia umekuwa mtu wa kuwaza kwingi, unawaza kwamba ufanyaje, lakini unashindwa kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Bwana anaweza kukushirikisha siri zake. Unaweza ukaja hapa mbele tukaomba, Bwana akakupa neema, Bwana akakusaidia, Bwana atakusaidia. Karibu tuombe ili Bwana akusaidie uweponi mwako, kuzijua siri zake. Kusudiwa kuishi maisha ya viwango vikubwa sana. Mungu amekusudia uishi maisha ya viwango vya hali ya juu. Mungu amekusudia kukusaidia sana. Amekusudia kushirikisha mawazo yake. Amekusudia kukusaidia. Yandora Mosaka. Roho Mtakatifu anaweza kukusaidia. Naomba wachungaji tuwaombee msaada wa Roho Mtakatifu. Yako mambo yanayokatisha tamaa, lakini ukiwa na siri za Mungu utashinda. Ukizijua siri za Mungu utashinda. Ukiwa na macho ya rohoni utashinda. Hautatishika, hautakata tamaa, hautakata tamaa. Mungu atakusaidia. Rabo sheke ya narababababa saka. Naita msaada wa Roho Mtakatifu sasa juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Rabo saka. Wachungaji wanapokuombea, omba na wewe, toa sauti yako, mwambie Bwana nisaidie kuzijua zako, kuzijua siri za ufalme wako. Rabo yandora babababababo yako yandora bababa. Yako mambo yanayokatisha tamaa, yako mambo yanayojeruhi mioyo, lakini ukizijua siri za ufalme wa Mungu, oh rabo shako yandora baba, yeye atakufariji, atakusaidia. Roho Mtakatifu ule mfariji, ule msaada wetu, achilia neema yako Baba, achilia uweza wako, achilia nguvu zako, achilia uwepo wako, achilia nguvu zako katika jina la Yesu. Achilia nuru yako juu yake, achilia nuru yako juu ya binti huyu kwa jina la Yesu. Shetani imekemea kwa jina la Yesu, imekataa kwa jina la Yesu. Sauti za hofu nakataa, sauti ya mashaka na wasiwasi inakataa, sauti za kukatisha tamaa inakemea kwa jina la Yesu. Mauti, ndoto zote mbaya inakemea kwa jina la Yesu. Baba, achilia neema, achilia mwangaza wako, achilia nuru yako, achilia ufahamu wako, achilia uweza wako, achilia hekima yako, achilia hekima yako katika jina la Yesu. Rako ya ndora baba, mfanye kwa Kristo wa ushindi, Kristo mwenye katika jina la Yesu.